Siku ya 10 ya mwezi wa Juni 2025, tarehe 10 mwezi wa 6 2025. Atukuzwe Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi, yeye ambaye ni uzima wetu, yeye ambaye ni mwenyezi, yeye ambaye ni Bwana wa mabwana. Na ni matumaini yangu kwamba umeamka salama hii leo na umepokea siku kwa shukrani. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu inayokujia kila siku, ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris. Naitwa Zawadi Machibia na hii ni sauti ya Rhapsody. Inatoka katika Rhapsody of Realities au Rhapsody ya uhakika. Basi ujumbe wetu hii leo unasema ushirika wetu na uungu. Ushirika wetu na uungu. Neno la msingi liko katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 14 ambao unasema, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Haleluya. Basi ufafanuzi katika tafakari ya leo unasema hivi: malaika kwa kadri tujuavyo wataishi milele, lakini uzima walio nao si uzima wa milele. Hawana ule uzima wa kiungu wa asili upatikanao ndani ya Mungu tu. Ndio maana hawawezi kuwa na ushirika halisi na Mungu. Ni sisi tu, viumbe vipya katika Kristo, ndio tumeitwa katika ushirika na uungu. Ukiangalia katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 1 mstari wa 9, Biblia inasema, Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Je, unaona kwa nini sisi tu tofauti na malaika? Tuliletwa katika ushirika na Yesu Kristo. Tumekuwa washirika au washiriki wa uzima wake, utukufu wake na asili yake. Kwa hakika Biblia inatuambia alituleta katika uhusiano huu ambao umetufanya kuwa warithi pamoja naye. Ukiangalia katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 17, ni uhalisia wenye utukufu mkuu huu. Kuna kitu kuhusu ushirika huu ambacho ni cha ajabu kupita kawaida. Kina undani zaidi ya kule kuletwa kwenye tabaka la kiungu au kufanywa marafiki wa Mungu. Ni kipengele muhimu zaidi cha ushirika wetu naye, na tunakipata katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 10. Bwana Yesu alikuwa anazungumza na Filipo, mmoja wa wanafunzi wake, na kusema, husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Ukilielewa andiko hili, kila kitu kuhusu maisha yako kitakuwa kimepata ufumbuzi. Yesu alikuwa akizungumzia nani aliposema Baba akaaye ndani yangu? Alikuwa akimaanisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huyu ndio yule anayeishi ndani yako leo. Yeye ni Baba anayekaa ndani yako. Katika waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Sasa unaweza kuelewa kwa nini Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 3 kwamba na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Ushirika wetu, umoja wetu na uungu wetu ndio kitu kikubwa zaidi katika Ukristo. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa neema yako, upendo wako na ushirika wa Roho Mtakatifu ninao ufurahia. Asante kwa kunifanya kuwa umoja usiotenganishika nawe. Ni pamoja nawe, mshirika wa asili ya kiungu. Nimejitoa kikamilifu kabisa kwa Roho Mtakatifu anayekaa ndani yangu na kupanga hali
ya maisha yangu ili kuendana na mapenzi yako kamilifu. Ninatembea katika ufahamu wa muunganiko wangu nawe leo na siku zote, katika jina la Yesu, amina. Basi masomo zaidi tunayapata kutoka katika Wakorinto wa kwanza sura ya 9, waraka wa kwanza wa Korinto sura ya kwanza mstari wa 9. Halafu tuna Yohana sura ya 14 mstari wa 10, na tena Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Maneno makubwa kabisa yenye nguvu ya ujumbe wa leo, kwamba tuna ushirika na Mungu. Tuna ushirika na Mungu. Sikiliza tena na tena ujumbe huu, tafakari maneno yake, alafu ishi kwayo, maana huu ndio ushindi wako. Basi ukiwa na ujumbe, una maswali, kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, huu ndio wakati. Na kama unataka kuungana nasi kuendelea kueneza injili kote duniani, maanake hizi ni siku za mwisho, usisite kutuandikia. Ujumbe wetu ni alama kujumlisha 255 766 444 996. Hiyo ndio namba ya kututumia ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Mungu Baba aliye hai akubariki.